Kumbukumbu kubwa ambayo nayo Engaruka, ambayo nimetoka nayo Engaruka, ni kipindi ambacho tulikuwa katikati ya ukame. Ukame ulikuwa ni balaa. Tulivyofika tukakuta mzee Lesneti akatuambia kwamba punda wamekimbia kutokana na ukame na hamna maji ile eneo ambalo wao wanaishi. Eneo hii punda imetoroka kufuatana na sehemu ya mvua hivi. Ilienda Ngwaisu. Walipiga kazi, alafu hamna maji, alafu hamna chakula, alafu wanataka kwenda wakabebe mzigo. Punda akasema isee, kwaheri. Kuanzia jana mpaka leo hatuna maji kabisa ya kupikia. Yaani kabisa Mbalilo, naona sasa Mbalilo ina sura hapa. Wale wamama hapa walikuwa wenyewe wanatumia punda kwenda kuchota maji. Kwa hiyo walikuwa hawezi kwenda kuchota maji. Kwa hiyo walituomba sisi tukawasaidie kuchota maji. Kwa vile tuko hapo na tuko na gari, tukasema mimi siwezi film hichi kitu. Kwa sababu sawa ni reality, lakini siwezi mimi mtu anabeba maji na kichwa na maji alafu mimi nifilm na gari. Kwa hiyo ilibidi tuache kazi zetu ambazo zilitupeleka pale na tukachukua madumu yao kurudi nayo sasa kijijini Engaruka, tukaenda kuwachotea maji. Gari ya film ilibidi ibadilike gari ya kusomba maji. Tunaanza kusomba maji, kupeleka na kurudisha, kupeleka na kurudisha. Kuna siku tulikuwa tunashuti ng'ombe wanatakiwa waende kunywa maji. Mvua ilinyesha kidogo, kwa hiyo yale mabwawa yanakuaga na maji yakawa na maji kidogo. Wakatuambia kesho tunapeleka ng'ombe, leo tunapeleka ng'ombe sehemu fulani kunywa maji. Sisi tukatangulia ili tupate shot ya ng'ombe wanakuja, wanafika pale wanakunywa maji. Na siku zote kwa Masai ng'ombe huwa wanatangulia mbele, mchungi anakuwa nyuma. Kwa hiyo ng'ombe na mbuzi wale na kondoo wakaja, wakafika pale, wakaingia wakanywa maji. Walikuwa wanakunywa maji, wengine wanakojoa huko, wengine nini, yani maji ni machafu, fujo nini. Kwa ng'ombe walipomaliza wakatoka. Yule kijana wa Masai anaitwa Nalei alikuwa amewaleta. Alikuwa na ndani ya rubegi alikuwa na chupa yake. Sasa mimi nikamuona anaenda kwenye maji, lakini mimi nilikuwa niko kwenye kamera. Anavyoenda akaenda kwenye maji, alivyofika akatoa ile chupa akachota maji. Kwa mimi sikujua kama atakunywa. Kwanza sikuamini kwamba atakunywa, lakini akachota akayanywa. Tulikuwa tukifika nyumbani na yale maji. Kwanza saa nyingine watoto wanaanza kunywa pale. Yaani na mzee anatuambia mnaona watoto walikuwa na kiu, wamekaa muda mrefu hawajanywa maji. Kwa hiyo ulikuwa mtu unafeel na unaona kwamba hawa watu kweli walikuwa na shida ya maji. Yaani ni kitu ambacho ulikuwa unakiona kabisa. Nafikiria mimi nilifanya nifikirie kwamba kweli kumjini watu tunaishi kwa raha, kwa starehe. Unafungulia maji bombani yanamwagika tu, unafungulia unaacha saa nyingine maji yanavuja tu. Hujui jinsi gani kuna watu ambao kuna mali wako haya maji hayaoni. Yaani wanatafuta, yani ukiangalia maji yanayokunywa saa nyingine huwezi amini. Yaani maji ambao kwa mbuzi wanajichanganya, ng'ombe wanajichanganya na wao wanakunywa maji. Na ni kitu ambacho kilinifanya nifikirie vitu vingi sana, kama anaweza kunywa yale maji na kwake ikawa sawa. Na kesho yake tuliendelea kushoot naye, hatukusikia anaumwa wala nini. Kwa hiyo ni moment ambayo mimi mpaka kesho nitaikumbuka.